Mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa DataKicks Media kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu, na kubwa kuliko ambalo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo. Tunatua pale pale kwenye mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuangalia kunani hapo kinachoendelea ndani ya klabu hiyo ya Simba. Bwana, inaelezwa ya kwamba klabu ya Simba wameweza kutoa taarifa kwenda kwa umma, taarifa nzito kwelikweli kuhusiana na mwenendo mzima wa timu hiyo ya Simba Sports Club. Kwa hiyo taarifa hii niko nayo hapa na mimi nitakuja kukusomea wewe moja kwa moja uweze kufahamu ni taarifa gani hiyo ambayo klabu ya Simba wameweza kuitoa muda huu hapa. Ikumbuke klabu ya Simba sasa hivi wanapitia kwenye migongano kadha wa kadha mara baada ya kuweza kuishia njiani kwenye safari yao ya kufuzu kwenye hatua ya robo finali kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ukiangalia ama kimahesabu katika kundi la D mnyama hawezi kuvuka kwenda kwenye hatua ya robo finali hata kama akiweza kushinda michezo yake yote miwili iliyoweza kusalia, jambo ambalo limewafanya viongozi pamoja na mashabiki mbalimbali wa Simba kuweza kuingia kwenye migongano ya hapa na pale. Na hata mara baada ya mchezo kati ya Simba dhidi ya Esperance kuweza kutamatika, tuliweza kushuhudia mashabiki mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba wakionekana kama kumvamia hivi mwenyekiti wa klabu ya Simba Bwana Muktaza Mangungu na kuhitaji aweze kuondolewa ama ajiuzuru nafasi yake ya mwenyekiti ndani ya klabu hiyo ya Simba. Kufuatia sasa mambo haya yote yanayoendelea, klabu ya Simba wameweza kutoa taarifa yao kwenda kwa umma. Muda huu hapa ninavyozungumza na wewe, taarifa hii niko nayo hapa na mimi nitakuja kukusomea moja kwa moja ili na wewe uweze kufahamu mwana michezo wangu ni kitu gani ambacho kimeandikwa kwenye hii taarifa ambayo mnyama ama uongozi wa klabu ya Simba wameweza kuitoa kwenda kwa umma. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja hii taarifa ili nayo mwana mchezo wangu uweze kufahamu kile ambacho klabu ya Simba ameweza kukitoa, naomba nikukumbushe jambo moja na raki msingi kabisa mwana familia wangu. Kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajoini nasi hapa alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa DataKicks Media. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Ukishafanya hivyo basi wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa DataKicks Media. Hautaka kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa DataKicks Media. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na taarifa ambayo klabu ya Simba wameweza kuitoa muda huu hapa ninapozungumza na wewe kwenda kwa umma, taarifa ambayo inahusiana moja kwa moja na mwenendo mzima wa timu hiyo ya Simba Sports Club. Kama ninavyofahamu, weekend iliyotoka kumalizika mnyama aliweza kupata sare dhidi ya Esperance de Tunis kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, jambo ambalo liliweza kuwapelekea kuishia kwenye hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika licha kuweza kusalia na michezo miwili kwenye kundi lao D. Sasa kufuatia matokeo hayo, kiufupi binafsi naweza kusema hayakuwapendeza mashabiki wa klabu ya Simba, maana tuliweza kushuhudia matokeo kadha wa kadha mara baada ya mchezo kutamatika, wakati mwenyekiti wa klabu ya Simba Muktaza Mangungu akiwa anatoka uwanjani akizingirwa na mashabiki waliweza kuvalia jezi ya klabu ya Simba wakimwambia maneno kadha wa kadha ikiwemo ajiuzuru nafasi hiyo ya mwenyekiti ndani ya klabu hiyo ya Simba, kwa maana ya kwamba wanashindwa kuelewa mwenendo mzima wa timu kwa namna ambavyo matokeo jinsi wanavyoweza kuyapata. Sasa swala hilo alikuishia hapo tu kwa bwana Muktaza Mangungu
kuweza kuvamiwa na kundi la mashabiki walioweza kuvalia jezi za klabu ya Simba. Lakini pia swala hili limeendelea siku hii ya leo. Kulikuwa kuna presi ama kulikuwa kuna mkutano baina ya mashabiki wa klabu ya Simba na waandishi wa habari. Alikuwepo kama GB 64, lakini pia walikuwepo na mashabiki wengi wa klabu ya Simba wakijaribu kuzungumzia kuhusiana na mustakabali mzima wa timu hiyo ya Simba Sports Club. Wamezungumza mengi, lakini kubwa ambalo walikuwa wamelitarget ama walikuwa wanazungumzia sana ni kuhusiana na mwekezaji wao bwana Mo Dewji, wakihitaji aweze kuondoka ndani ya masaa 74. Wamezungumza hayo wakihitaji mwenyekiti ama mkurugenzi mwekezaji Mo Dewji aweze kuondoka ama kungatuka ama kuachia ngazi ndani ya timu hiyo ya Simba Sports Club, ili nafasi hiyo ije kuchukuliwa na mwekezaji mwingine kufuatia mwenendo mbovu wa matokeo ambayo Simba wanapitia sasa hivi. Vimezungumzwa vitu vingi kweli kweli kwenye press hiyo ambayo mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa wanafanya mkutano huo na waandishi wa habari. Bila shaka bila hata wewe utakuwa umekuwa ukifuatilia mazungumzo hayo baina ya mashabiki wa klabu ya Simba pamoja na waandishi wa habari. Kwa hiyo utakuwa unaelewa kitu gani ambacho anakimaanisha. Sasa mara baada ya presi hiyo kuweza kutamatika, hatimaye uongozi wa klabu ya Simba wao wamekuja na taarifa yao kwenda kwa umma kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea hapo, kwenye taarifa ambayo wameweza kuitoa kwenye mitandao yao mbalimbali ya kijamii kuanzia Instagram, Facebook, lakini pia hata X. Sasa taarifa ambayo wameweza kuitoa klabu ya Simba kwenda kwa umma inasomeka ya kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu wakiitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo na staa kwa mwekezaji wa Simba ndugu Mohamed Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubariki. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Aidha, uongozi wa klabu umeandikia jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo ama kula njama na kuwafikisha katika vyombo vya dola kwa makosa ya jinai. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Umetolewa na Cletus Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba tarehe 5 Februari 2026. Hiyo ni taarifa ambayo klabu ya Simba wanaweza kuitoa muda huu ninavyozungumza na wewe kwenda kwa umma kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea juu ya baadhi ya mashabiki waliovalia jezi za Simba wakifanya presi wakishinikiza mwekezaji bwana Mohamed Dewji aweze kujiuzuru ama kuiachia klabu hiyo ya Simba, wakiamini ya kwamba mwenendo mbovu wa klabu hiyo ya Simba chanzo chake ni kinatokana na uwekezaji mbovu ambao Mohamed Dewji ameweza kuwekeza ndani ya klabu hiyo ya Simba. Ni yapi maoni yako kuhusiana na hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi juu kinachoendelea ndani ya klabu hiyo ya Simba katika nyakati hizi ngumu ambazo wanapitia mashabiki lakini pia hata uongozi wa klabu ya Simba? Njoo tuandikie maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau mwana mchezo wangu hakikisha una like, una share, na jambo la muhimu kuliko yote nenda kasubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.